Hello my good people, this is Rick B TV na leo ni moto sana. Leo for the first time Gaucho wako ndani ya studio na leo amelete tuchanue ama tuchanganue mambo 2-3 kuhusu siasa za hapa Kenya. Gaucho, ndugu yangu. Uko aje? Nashukuru Mwenyezi Mungu niko salama. Uko fiti? Kabisa. Salimia watu wangu. Okay, mimi nasalamia jamii ya Kamba wanakuanga ni jamii ya Umusi ama andoma Musi. Au ndo wa Musi. Yeah. Wa jamii ya Wakamba kutoka Kitui, Mwingi, Machakos, mpaka kila mahali ambayo jamii ya Wakamba wako, hata wale wako Nairobi. Na ni jamii kubwa. Na ni jamii kubwa na ni jamii pia kuna heshima yao. Kabisa. Na ni jamii pia kuna stand yao. So mimi nashukuru leo kuhostiwa na kijana mwenzangu. Juu vijana lazima tusapotiane. That's why amenipigia na nikasema lazima nikuje. Nimekaa bila kuongea na jamii ya Wakamba since baba aende. Okay. Ambayo pia najua walikuwa na uchungu ya baba na bado wako na hiyo uchungu na sisi bado tuko na nyinyi na bado tumepea heshima. Before tufike mambo ya baba na Wakamba, uchungu wa baba utuelezee. Wacha tuongelelee mambo 2-3 for the first time ndani ya Rick B. Gaucho, juzi nikasikia ushakuwa daktari. How? Mwenyezi Mungu alinisaidia nikapata nafasi ya kuitwa daktari. Unajua Mungu akikubariki utabadilishwa jina. Walikuwa wanaita Gun, sasa hiyo Gun iko na daktari. Okay. So Gun anaweza kuwa daktari. Karabati kidogo. Mungu anaweza badilisha mambo. Iko wale wajamini lakini watabaki tu waamini. Kwa sababu sasa hii Mama Lucy hata ukitembea haina sifa ile ilikuwa nayo. Kwa sababu lazima tufanye vitu ambayo inatakikana. Ile kitoto kujua ya kwamba hospitali kama Mama Lucy ni kama body hospitali ya shule. Haitaki watu wote lazima wasome. Mzazi ambaye kuna mtoto kwa shule anajua mtoto wake anahitaji hii, wahitaji hii, wanaambia hiyo body wanaambia shule ya kwamba sisi kama wazazi tunafaa tufanyiwe hivi ama isifanye. Hiyo ndio nafanya huko ku present wale wanageto na wale wako kwa maisha ya chini katika Mama Lucy. So umesimamia hiyo nafasi. Unapata mtu amezaa, msichana amezaa, hana pesa ya SHA, hana ID na kijana ambaye alimpea mimba amekimbia. Sasa mimi kama ghetto president na kama mtanielewa shida ya ghetto, naenda na msaidia, anawivyo lakini namwambia lazima ujaribu uchukue ID then register SHA. So kesho hata mtu akikusalisha aende ama mtoto akigonjeka utamlipia na atoke. So wewe si daktari? Mimi si daktari but sasa nimeanza kujua vile sindano na nisajua veins ambayo inadungwa. So tayari mimi ni daktari. That's good. Gaucho, before tuingie maneno mengine, juzi nimeona Swale mnakimbizana sana. Swale tukimbizani sana kwa sababu Swale ni mtu nafaa ni mheshimu kama mzee ambaye alivuma wakati yake. Alivuma wakati wake. Na mpira pia lazima watu wachange. Kwa wakati ya Diego Maradona. Yes. Kwa wakati wa Messi, Rooney. Cristiano Ronaldo, Rooney, David Beckham. So yeye ndiye amekataa kukubali ya kwamba saa hii ni ile wimbo wa Elisopendwa. Yeye bado anataka kukua ya kwamba bado kwa system ya kupungala. Eti bado ni baba fololo. Na mambo imezaa change. Tukuanguka nayo. So Swale I think Swale amemaliza form 4 2001. 2001 mimi nilikuwa karibu class I think 3 huko. 2001 Swale alikuwa amemaliza form 4. Swale amesoma na Morris ambao sasa ni DCI hapa town, ule world boxer. Ule ndiye amebebea Kenya heavyweight boxer. Huyo ni classmate ya Swale. Mariga ni classmate ya Swale. Hao watu wengine wote wasa succeed, yeye ndio bado anavaa kofia nyingine ya LRM, eti youth for youth, kijana saidie kijana mwenzake, badala aseme mzee kwa mzee asimamie mzee mwenzake. Bado so mimi nilimkataza tu kusema ya kwamba mimi eti mimi niko na kiburi, najifanya kijana wa moozi, najifanya baba, ni kama kijana wa baba kabisa. Bro, life is about personality. Na stand na ile kitu umeaminia. Na hiyo naambia hata vijana. Mimi kukua board ya Mama Lucy ni kukuwa na stand na Raila Odinga na kustand na ile maono ya Raila Odinga ambayo alikuwa na nini. Na hiyo stand yangu ndio iliona ya Sakaja aone ya kwamba ani appoint
kama board member ya Mama Lucy. Before baba aende, kuna uwezekano ya alikuwa ameanza kumwongelesha Sakaja. Baba ali kabla baba after maandamano ya 22, kabla hapo katikati 2022 tukifanya maandamano 2023, nilipata barua ya kwamba mama alikuwa nashikwa sana. So mama mwingine Mkisii anatoka Minnesota alinitafutia kazi, akanipea barua, akasema hiyo barua baba akisign nipate nini ya baba, nikienda nayo embassy nitaenda. Ulikuwa uende US? Okay. Unaona? So wakati nini baba akaniambia eti, nikamwambia baba mimi nimeona nishapigana, so ungekubali ni release niende hata loan mali pengine. Nijui mambo hao watu wanaweza hata niua. Ukweli. Akaniambia eti rudi kama after 2 days 3 days nikujibu. Nikujibu. So mimi nikienda jule mama aliniambia either baba ama mama. So kwenda kwa mama kwa kampuni, mama hako nificha. Mama joi kuficha mtu. Akaniambia baba yako haizi kubali uende, na mimi pia siwezi kupea barua iwe uende. Wewe ni Mama Ida? Mama Ida. Oh, good. So kurudi kwa baba akaniambia unajua wewe ni mwanajeshi yangu na siwezi kubali uingie kwa msituni. Juu utapotea. Weka na mimi hapa. Ndio baba akaniandikia pesa. Akasema ya kwamba every month ananipea 200,000. Baba alikuwa anakulipa 200,000 per month. Wow. So akaniambia usiende, utakuwa unalipwa pale Jof. Baba alikuwa na watu walikuwa wanalipa through Jof. Iko alikuwa analipwa Capital Hill na watu wengine walikuwa wanalipwa na ODM. Kama Sifuna, Aladwa, nani walikuwa wanalipwa through ODM office. So sisi tulikuwa Jof. Unaona? So hiyo ndio alikuwa ananipea hiyo 200,000. Okay. Na bado kwa hiyo 200,000 iko vitu zingine ndogo ndogo, nisema naenda kumeet na vijana. Watu walikuwa wanasema baba alikuwa atoido. Baba alikuwa anatembea na briefcase ambayo ilikuwa anabeba do. Akifika hivi tuma hii Machakos, tuma hii Turkana, tuma hii Mombasa, tuma hii mali fulani. Ni vile alikuwa kipeana kitu hataki kamera ishike. Yako kwa anataka. Okay. Yeah, so ukienda ground pia alikuwa anakupanga. Kama naenda ground kwa kitu ambayo naenda ama ananipea message. Niende ni send message hii kuhusu Azimio ama kuhusu yeye. Hakukuwa anakuambia yote. Anaweza kuambia eti ule kijana Machakos aliongea hivi. So ujaze. Unajaza nini afu ujibu. Baba hata kulikuwa taka mtu fulani avurugwe. Baba angekutuma aende upige nani? Iko sign ambayo tulikuwa najua. Ndiona pale. Anakaa tu hivi, unajua tulikuwa tunajua sign yake. Tunajua akiguza mapua na aguza na macho, tunafaa tufanye nini? Akiguza mapua na aguze macho na arudishe nywele hivi. Sasa hiyo imeonyesha kwamba ukimbizi unanuliwe suti. Wewe unaona watu wametoka huko. Sasa tulijuaga sign body language yake. Alafu sasa hiyo ukishapigwa atakuja mpaka ingililie. Lakini ukishaenda mpaka mnataka kuniingilia sana. Akishaenda tena kupigia simu pia alikuwa na ujinga sana. Imerudisha ujinga yake chini. So baba alikuwa mtu funny na tena alikuwa baba vile alikuwa anasema. Ni baba. Alikuwa baba na discipline ilikuwa inapeana kwa baba. Discipline, alafu baba pia alikuwa ana reward mtu ambaye ako loyal. So wakati hiyo baba akaniambia na kuandika hii kazi but nitaongea na Sakaja ama William Ruto akupee kitu ya kufanya. Okay. So hiyo kitu wakati alikufa, mimi hiyo story ilishafanya nini? Ilishatoka hata kwa akili yangu. Huko unakumbuka? Haikuwa nakumbuka. So siku mimi nilipigiwa simu ya kwamba nimechaguliwa board member. Ilikuwa saa 6 saa 7 usiku. Nastuka simu inalia. Sasa poa. Nani governor? Ni kesho unatoka kwa gazeti. Nikashinda natoka kwa gazeti Governor ndiye alikupigia? Yes. Direct. Good. Sijaenda maandamano. Sijaumiza mtu. Sasa hii gazeti tena natoka ya nini? Akaniambia hapana, baba yako aliniambia kwa wakati fulani nikupee kitu ya kufanya. So kesho unatoka kwa gazeti ya kwamba wewe ni board member ya Mama Lucy. Nikamwambia governor mimi sasa hii nilikuwa na mambo mengi ya kufanya. Nikamwambia governor acha nitakujibu kesho. Ananiambia hata kunijibu kesho jina lako itakuwa kwa gazeti? Kwa gazeti. So mimi hatukuwahi kuwa close na Sakaja. Hatukuwa marafiki na Sakaja. Hata watu wakati mwingine walikuwa wanasema Jacaranda tio Gaucho ni analipwa na Sakaja 50,000. Hizo zilikuwa ni propaganda, ni uongo. So wakati watu wanasema watu wamesoma wameanza kunitusi. Wale wamesoma hapa wako na degree na master wakaanza kuandika Kenya ni nchi gani, wanachukua Gun wamepeleka kwa hospitali. Gun ni mtu gani? Hospitali health ni kitu ya muhimu sana, watu wanafai kuappoint mtu kama Gaucho. So mimi nilikaa siku kama 3 kama sija respond na sija post. Kweli. So Korila akanipigia. Huyo CS wa Lands. Akaniambia Gaucho, tujaona kama umenihebu kuja Tamarin, tukakuta na Tamarin hii ya Lang'ata.
Kaniambia ende uandike kitu congratulate governor na president. Kutoka Raymond Omolo, PS wa Interior. Akaniambia si congratulate president na governor. Nikamwambia mimi kitu sikuwa nataka. Akaniambia pana, hizo vitu si tunachukua, hiyo kitu ni kujengea profile. Kesho unaweza pata job nyingine, lakini wataangalia ulitokea wapi, ukienda wapi. So chukua kidogo. Mama akanipigia, Mama Ida kaniambia usikatae. Hata mimi wa Kenya walisema mimi ni mkubwa kuliko hii kazi nimepewa, na wajanitengenezea kubwa kuliko ambayo inatosana na yangu, kuliko kutosana na jina yangu na mimi, kuliko hawajanipea. So chukua. So nikatafuta mtu amesoma kama wewe, nikamwambia Kizungu anaandika, namwambia na Kijaluo akaandika vizuri, nikawekea watu wamesoma. So wakati niliweka tena watu wamesoma tena wamekasirika, wakasema hii sasa si hii sasa imeharibika. Na the same people ndio walikuwa nasema ya kwamba eti vijana wanafaa wasapotiwe, vijana wana kazi mtaa. Na ukiangalia agenda ya President William Ruto ilikuwa ni bottom up. Kuinua mtoto wa mama mboga, kuinua juu, kwenda kukua board ama kukua daktari ama kukua chairman ya security Kenya. Nini ya azimio ambayo ilikuwa ni yote yawezekana. Inamaanisha ule mtu watu wana haiwezi, inawezekana kuwe mali fulani. Kwa kweli huyu imewezekana. So hii inawezekana na hii tena ni bottom up. Sasa tena wanalalamika na wale walisupport ya kwamba mtoto wa mama mboga kwe kwa board ya nini ama kwe minister mali fulani. So I think ya kwamba lazima tupate watu kama President William Ruto ambayo anamaanisha ile kitu aliahidi wa Kenya kwamba atafanya. Bado zile pesa ulikuwa unapewa na baba zinaingia? Wakati baba alikufa vitu zilichange. Nafikiri hata Yesu Kristo akikufa vitu zilichange. Wengine walirudi kufua samaki, wengine walirudi kuizi, wengine walirudi kuwachukua usuru. Mpaka katuma Roho Mtakatifu ndiye akaunganisha tena watu. So sasa hii mshahara ilikatika, vitu zikanini, wengine wakarelease. But hata kama mshahara ilikatika, ni kama baba yako amekufa, kama uko attachment, lakini ashakupea connection na marafiki wake. Baba alifariki, but alishanipea jina na kanijenga jina yake, utoke ukajitafutie. Nitoke nijitafutie. Na pia hiyo jina yake, hata hii kazi ambayo niko nayo, bado nashukuru yeye na nashukuru familia yake, kwa sababu kama si yeye singepata hii na singepata hiyo kazi. So lazima respect kwangu na kwake na familia yake lazima ikue. Turudi hapa sasa. Baba na Wakamba, deni iko. Hiyo ni kweli. Deni iko. Na Wakamba wamekuwa loyal kwetu since 2013. Wamekuwa loyal 2013, wamekuwa loyal 2017, mpaka Kalonzo akaenda akawacha kuenda kwa mtu ana watu, akawaachia Martha Karua deputy president ya Raila Odinga, na yeye mwenyewe ako na watu kuliko Martha Karua. Huyo ni mtu anafaa mali yako, tumpee respect yake. Hakuna mtu azafanya sacrifice kama hiyo. I think Kalonzo ndiye ameonyesha heshima na ukarimu na upole, na kuonyesha Wakenya kwamba si lazima kuwe na tamaa ya uongozi. Kwa sababu ukiangalia Martha Karua hakukuwa hata Kirinyaga kwake hakukuwa na kura. Kalonzo ako na Wakamba imetokea town hii Nairobi mpaka uende Vanga, Mombasa huko ndani. Vanga hiyo ni border ya Kenya na Tanzania. Unaona? Na huyu mtu aliwacha na akasacrifice na akawacha Martha Karua aende. Unaona? So I think sacrifice Kalonzo amefanya, mtu alifanya ni Matiba in 1992, wakati Matiba alisense ya kwamba amewin election na Moi amemrig. Alisema mimi mkisema kweli Moi amekula hii Biblia, ameshika hii Biblia, then mimi sitaki salary yangu iende kwa watu maskini. Mtu wa pili alisacrifice akasema mimi sitaki kufanya na Wamalo wa kijana, na sitaki kufanya na Wamalo wa kijana, na resign kama Ford Kenya, member of Ford Kenya, narudi by election ambayo ndio Odinga, na akarudi tena member of parliament. Hakuna mtu ashaifanya kitu. Kalonzo pia alifanya, mtu watatu kufanya kitu watu walistuka ni Kalonzo Musyoka, kusacrifice watu wake na support yake, kuachia mtu ana hata kura yake sidhani kama alipigia Raila sidhani, na akakubali achukue kiti yake. So hiyo deni tuko nayo, na hata saa hii watu wanaongea mambo, watu wengine Wakamba communities wengine wanaona kama sisi Wajaluo na supporters wa Raila kutoka Luo Nyanza sana tulibetray Kamba community na tumebetray Kalonzo Musyoka. Hatuwezi betray Kalonzo Musyoka. Form ni ipi? Kalonzo Musyoka tumempea respect mpaka leo. In fact nataka nikwambie,
mtu yote anaweza enda Nyanza kuwe na vita. Hata babu ambayo ni kabila yetu anatoka kwetu, akienda huko lazima utasikia watu wamepigana mbaya sana. Unaona? Watakuwa wanapiga rally wakishika microphone, wanaangalia nyuma, wanaangalia hivi. Lakini nataka nikwambie Kalonzo Musyoka akienda Nyanza leo, hakuna mtu atagusa Kalonzo. Hakuna mtu atavuruga Kalonzo. Hakuna. Unaona? Kwa sababu ya hiyo respect na sacrifice ambayo alifanya kwa mtu wetu ambaye Raila Odinga, mpaka kaenda kwa kaburi kama anampea hiyo respect. So ile kitu Raila Odinga alijaribu kufanya ni ya kwamba time na age inaenda. Sure. Sisi Wajaluo na Wakamba wametujoin. Wakamba wako kwa watu wa demonstration. Sisi ndo tumeweka hii saitani ya maandamano. Sisi ndo tuliwekea jamii ya Wakamba. Ukweli. Wakaingia kwa hii saitani. Wakaingia wamebeba hii saitani kuliko hata sisi sasa. Okay. Wamekasirika kuliko sisi. So baba aliona ya kwamba time age inaenda. Wacha nikuje na broad based government ambao najua baba kabla aende hii handshake na hii broad based na William Ruto, najua ya kwamba waliongea na Kalonzo Musyoka. Ni vile Kalonzo Musyoka hakutaka singine kuwork na Ruto, so akaenda njia yake. Okay. But nataka nikwambie kama community pia lazima waangalie beyond asira, beyond demonstration na nini. Mnaangalia Kalonzo ako genuine kwa mtu senior politician ambao sasa watu wote wanafaa back after Raila Odinga. Ilikuwa ni Kalonzo Musyoka. Sasa tukienda election, okay, sisi wote tungerali nyuma ya Kalonzo Musyoka. Hata wale jamii the same hiyo sacrifice ambayo Kalonzo ametupea, ambayo hiyo deni ambayo Wakamba wanauliza kwetu, the same hiyo deni hakuna watu Wakamba walisaidia kama kwa ICU ya politics kuliko jamii ambayo alikuwa anawaita kazi, kuliko jamii wa Mount Kenya. Okay. Kwa sababu gani nasema hii kitu? In 2007 kama si Kalonzo Musyoka na Mudhama na the late Mutula Kilonzo na Kiama Kilonzo, Kibaki alikuwa anaenda nyumbani. Kalonzo aliswali pride yake, akaunganisha Kenya, kukuja kusema napita katikati ili watu wazizidi kuwane. Okay. Wacha Kibaki aende miaka yake. Wakapromise Kalonzo ya kwamba we ukuje utusupport ili 2013 tunafanya nini? Tunakupea kiti. Wakati ilifika 2013 waliita Kalonzo watermelon. Raila Odinga the same wakati Raila Odinga Kibaki alikuwa anaingia, Charity Ngilu na Raila Odinga ndio walisema na the late Omalo ndio walisema Kibaki tosha. Charity Ngilu Charity Ngilu Raila Odinga Wamalo wa kijana. Juu Kalonzo baada ya kukuwa na trust mambo ya Kibaki, okay, yeye na the late Nyachai walikataa. Wakaambia Raila Odinga, mimi nimefanya na hawa watu si watu wa kutrust. Siwaamini. Unaona? Raila akasema hapana, wacha tu support huyu mtu. Kalonzo wote wakakuja wakaswala pride yao na wakasema Kibaki tosha na Kibaki kwa president. Wakamsupport. Kufika wakaita Raila Odinga Mtongorio Jamba. Hiyo ni suja. Walimuita Raila Odinga Mtongorio Jamba. Okay. Wakati Raila Odinga alitaka presidency, wakasema sasa ni mugoroki, ni mtu wa standawili, ni mchawi, ni muganga, ni mtu alilaniwa na baba yake, mtu hawezi. Sasa hiyo walikuwa wanataja Raila hivyo. Kalonzo alijua watambak 2013. Wakati ilifika wakati wa Kalonzo wakasema yeye hawezi support mtu muoga watermelon. Nakumbuka Raila Odinga Kalonzo Musyoka wakitengeneza code, Ngilu alikuja late, tena akakuwa anaangalia ni kama ingie, akatoka kwa mkuta pale KCC na akarudi tena akajoin Uhuru na Ruto. Okay. Unaona? So Kalonzo, jamii wa Kamba tudai sisi peke yetu. Jamii wa Kamba wanadai Kalenjin. William Ruto lazima wajue Kalonzo alisacrifice after Molo Mutisia. Kalonzo ndiye alibaki kama ni wa Kamba. Alilid wa Kamba kusupport Moi for hiyo miaka yote. So Kalenjin pia Kalonzo anadai pia Kalenjin. Wajaluo, Wakikuyu. Anadai Wakikuyu pia. Unaona? Ya kwamba lazima bado anadai Waluya kwa sababu alisacrifice Wamalo wa kijana kukuwa vice president bado ya Mwai Kibaki. So Waluya pia wao kuna deni ya Waluya. Unaona? So ukitaka kujua ya kwamba mimi na wajamii wa Kamba community lazima waangalie mbali. Wasiweke kiongozi wao kwa kamba na kumfunga mkono. Sisi Raila Odinga alikuwa kiongozi yetu ambaye akituambia turuke, aulizi unaruka. Wewe unaruka, ukizaa vunjika ndio unauliza baba, nimevunjika baba. Kwa nini nilikuwa navunjika? Unavunjika kwanza ndio uulize. Ndio uulize swali.
Lakini kama community imefika mahali mnataka kuweka kingpin wenyu na kiongozi wenyu kwa kamba ya kwamba mnataka kumwamulilia ya kwamba hapana, one term ni sawa one term. Na hii one term kama wa jamii ya Kamba ikifeli mtapata nini? Mnahitaji barabara, mnahitaji biashara, mnahitaji watoto wenyu wakuwe polisi, wengine wakuwe CS, wengine wakuwe nini, mnataka maji, mnataka stima, mnataka mambo mingi. Mtapata ikikosekana. Kalonzo eji yake ni kama imeenda. After 2027 niseme Kalonzo aende peke yake, asimame president, afail. Eji yake sasa lazima mpige hesabu ako na miaka ngapi. Sisi Wajaluo hatukutarajia Raila Odinga atakufa leo. Na mbona unaona kama anaweza fail? Bro, mimi nasema watu wote wangeback Kalonzo bila vile watu waliback Kibaki without conditions. Watu wangeback Kalonzo without conditions. Wa Kenya wangeback Kalonzo without condition. Okay. Ukitaka kujua ni game plan Kalonzo amechorewa, immediately after baba ameingia broad base, wakina Kioni walibeba Kalonzo wakasema wanaenda kumvalisha regalia za Mount Kenya. Okay. Wakamuita cousin. Wakazini wafanye nini? Waungane. The same wakina Pauline Njoroge ndio walipeleka Kalonzo Musyoka. Then all of a sudden wakakuja na story ya Matiang'i sasa. The same wakina Kioni ndio walienda kureceive nani Matiang'i kama ameresign kazi wakaenda kumreceive airport saa 9 kumchukua, wakisema sasa mkombozi ni nani? Ni Matiang'i. Mimi niko jirani na Wakisi, natoka Migori Rongo. Tunaenda soko moja na Wakisi inaitwa ndio siri. Wakisi walikuwa hata ukienda pale kwa soko wataki kutuongeleza. Wanaona sisi kama watiaji tumewanyanyasa kwa muda mrefu. Hii sasa ni wakati yao. Wakasukuma Matiang'i. Sasa tena wakakuja na kitu kingine eti sisi ni Sifuna. The same wakina Pauline Njoroge ndio wamekuja na sisi ni Sifuna. Kalonzo discussiwe, Kalonzo inuliwi juu. Media zote zinaongelea nani? Sifuna. So juzi Gachagua akatoa statement fulani ya kwamba wengine wamekaa tu kwa nyumba wanangoja wakuje wafanye nini? Waendosiwe. Kila mtu atafute kura area yake. So mimi nauliza ndugu yangu na jamii yangu ya Wakamba, hii kitu sisi, hii swala tumetafuta muda mrefu tuiue. Tunaiua, tunanyang'anywa. Kwa nini tusikuje huyu mtashaua tugawe na hii matumbo, wengine wapate mguu, wengine wapate nini, tukijipanga ili hata Kalonzo akikuwa leo kukuwa president but amewacha jamii ya Wakamba kama wako ndani ya serikali wanapata juu wao pia wanalipa ushuru kama watu wengine. Watu wamegoja sana. Kwa sababu gani? Watu wasachora ya kwamba hata Sifuna anasukumwa tu. So leo Kalonzo akienda akasirike. Juu ukiangalia game plan yao watu, Gachagua ana believe kama hata simama anasimamisha hata ule senator wa Nyandarua ndio nani anaamini. Ule senator wa Methu. Sasa Kalonzo anaweza kuwa deputy wa Methu. Kalonzo anaweza kuwa deputy ya nani? Ya Sifuna. Haiwezi. Afadhali sisi Wajaluo hiyo deputy president ambao tunataka kupewa hiyo ya power. Afadhali sisi tu sacrifice sisi kama Wajaluo to back deputy president ya Kalonzo Musyoka na Ruto kuliko to back deputy president wa mtu mwingine. Tumekubali tuache tu sacrifice sisi wote to back Kalonzo akuje hiyo power. Kalonzo achukue kwa sababu ameback baba hiyo miaka yote. Wacha akae na apate na ministries. Wakati sasa sisi Wajaluo tunapata stima, Ukambani pia inapata stima. Tukipata maji, Ukamba wanapata maji. Tukipata barabara, Wakamba pia wanapata barabara. Kuliko watu wakoroge Kalonzo, alafu nyinyi pia jamii ya Wakamba mumewekwa tumtuchukie, sisi tuchukiane na tumekuwa kwa hii struggle. Kama ni maandamano sasa Wakamba mmekaa kwa maandamano na sisi for 15 good years. Ukweli. For 15 good years. Hamkuwa na hii shida. Nyinyi mlikuwa na kina Mutule wakina Mutula Kilonzo na kina Kalonzo na kina Mulo Mutisia. Mlikuwa ndani ya government. So kwa nini saa hii na kiongozi wenyu nafikiri anaweza kuwa around 70 hapo. Anaweza kuwa 70 something ama 70. Age inaenda. Kwa nini msikubali kuliko hao watu wachezee nyinyi muende nao pinzani na ikuwe ya kwamba kesho hao watu wa Mount Kenya watoe mtu. Juruto atashinda. Akishinda Gachagua walete mtu akwe namba 2. Na Kalonzo akishinda
Mimi naweza taka, lakini ukiangalia game plan ya Kenya na vile hao watu wanapanga, hao watu hesabu yao sasa iko kwa bottom of Kenya. Our discuss Kalonzo. Hizi media zote ni hao wanapanga. That's why wanaweka nani juu? Wanaweka nani juu? Sifuna juu. Sifuna kuna nani? Jinsi, my friend, kura hao mama wanauza mawembe, machungwa, boda boda. Hao ndio watu na kura. Jinsi watakuja siku ya kura hiyo. Amevaa zile viatu za plastic na amevaa udi na kinyasa. Anakuja anapata line refu, ametoka kifaru ama quiver. Anasema hii line refu, wacha nini lale nirudi. Anakuja saa 11 kama kura inahesabika. Alafu anakuambia tuharibu na tayari ushaangushwa. So mimi nasema jamii ya Wakamba, sisi baba alituacha kama tuko pamoja na Kalonzo Musyoka. Kalonzo ni baba yetu ambaye amebaki. Unaona? Ni Kalonzo ni baba yetu ambaye amebaki. Ambaye hata mimi mwenyewe nasikia uchungu kama naweza kaa mwezi kama mwaka sijasalamia Kalonzo. Kalonzo iko wakati mimi Kalonzo personally sasa yangu ilikuwa naisha. Kalonzo ndiye aliniamusha. Watu wakisema nimeongwa pesa, nilinunuliwa wakati tulikuwa kwa maandamano ya democracy na cost of living. Kalonzo ndiye aliniita utawala. Kicha chingine hapo. Arambe, then tukatoka tukaenda bunge la wananchi utawala. Na Kalonzo akaenda kwa mkutano ya co-principal ya Azimio, akaambia watu muachane na huyo kijana. So mimi usikianga chungu sana nikikaa kama siongeleshi Kalonzo, nikikaa kama siongeleshi mama wangu Wamvinya Ndeti. Nasikia uchungu sana siku hizi kuji Machakos kulala. Inaniuma sana. Inaniuma kweli kweli. Kitambo nilikuwa nakuja hapa, natulia. Hakuna state house, hakuna after state house ya Nairobi. Hakuna nyumba pia ilijengwa mzuri kama hii state house ya Ukambani. Kalonzo Wamvinya angeniita, nakaa hapo nakunywa chai na njugu, nakula njae vizuri na mudhokoi. Ananiwachia kitu hapo kama mtu Azimio pia. Kalonzo pia alikuwa nikikuwa mbaya. Watu wanasema Kalonzo atoi pesa. Mimi hakuna siku nimepatana na Kalonzo akakosa kunipea ngiriso. Sure. Hakuna. Hiyo ngiriso yangu sasa inaelekea mita. Sichukwangi. Watu Wamvinya pia unaokota. Kalonzo Wamvinya alikuwa mtu wangu. Na acha nikwambie kwa uongozi ya Ukambani. Wakamba jamii ya Kamba wasirule out Wamvinya Ndeti. Wamvinya Ndeti ni kama Gladys Wanga wetu wa Nyanza. Unaona? Wamvinya Ndeti ndio Ngilu ya hapa. Unaona? Wamvinya Ndeti. Kwa sababu gani? Saa hii unajua Machakos ni close to Nairobi. So Wamvinya kukuja kwa national politics akisamaliza term ya pili, naomba Wakamba wa hapa musichanganywe na mtu eti mchague ule mwingine anapendanga mambo mingi hapa. Iko kingine hii shamba ya Mavoko nafikiri iko vile alikula huyu mwingine anaitwa sijui Makao, ule si hata mwili yake hata sura si governor. Mtoe mtu ako na sura ya governor, mtu ako na sura ya national politics. Mnataka kupea mtu anafaa tafute, hata MP alijaribu sana. Mnataka kutoa Wamvinya Ndeti mweke mtu kama huyo. So mimi Wamvinya Ndeti alikuwa akikutana mimi ni mama yangu. Alikuwa anani advice, anaweza niambia tufanye hii. Alikuwa amenichukua kama Mkenya, hakuwa na nini kama Mkamba ama alikuwa na treat kama alikuwa na treat kama Mkenya. Ako na roho ya Mkenya. Unaona? So mimi nasema ya kwamba Kamba leaders wasikubali ya kwamba juu age ya Kalonzo inaenda, muanze kunacha watu kama Wamvinya Ndeti, kwa sababu Wamvinya Ndeti hii ndio capital city ya Ukambani, ni kama Kisumu. Lazima muweke mtu anaweza interact. Wamvinya anaweza communicate na Wanga, anaweza communicate na Gaucho, anaweza communicate na Uchilo, anaweza communicate na nini. Pia Mwenyezi Mungu hakuna watu sahihi wamekuwa na stand hata kuliko Wajaluo kama Wakamba. Wakamba. Ya. Hii madharau watu walikuwa wamekea Wakamba. Ule mtu anacheza na Wakamba politics ya Kenya, wewe hujijui. Wakamba ndio sahihi walikuja na sisi wakakuja wakaweka sasa kitu wawekea Kalonzo ya kwamba hao watu wakionyesha kiongozi wao madharau. Wakuje sisi watu wa power tuambie Uburu huyu mtu amesimama na sisi sana. Sisi Wajaluo muache hiyo kiti ya vice president, mupee jamii ya Kamba. Na sisi tutavote tukijua ya kwamba tukiona Kalonzo tunavotia Raila Amolo Odinga. Na heshima ya Raila Odinga na familia yake. Ukweli. Nakwambia bro, mimi najua Kalonzo ametufanyia nini. Tutavote, wacha hata hii. Kalonzo akienda deputy president, tutavote tukisema tukiambia Wajaluo tuna vote
tukipea Raila Odinga heshima na mtu ambaye alimpea heshima kwa 15 years, huyu Kalonzo Musyoka, ili majamii Wakamba pia wapate barabara, wapate hizi nchi zingine bro wanataka kuweka Wakamba kwa maandamano. Hawa wako na mabarabara, wako na nini, wako na hospitali mzuri, wako na maji, wako na mastima, alafu wanataka jamii Wakamba eti bado wanawazungusha. Kama wako genuine, wakina Rigathi Gachagua wawache kuzunguka, wachukue. Kalonzo is the senior politics ambaye anaelewa uchumi ya nchi. Kalonzo amekuwa deputy president, Kalonzo amekuwa minister of foreign affairs, Kalonzo amework na senior politician. Mpaka siku moja amenipigia story ya Mobutu Sese Seko. Ni mtu ameenda mpaka kwa Mobutu Sese Seko kwa advice Mobutu Sese Seko kabla uliwe. My friend, kwa nini wasiendorse Kalonzo Musyoka? Then Kalonzo Musyoka kuja Nyanza sema sasa nyinyi niliwapea, sasa si mtupe. Lakini bado wanawazungusha na kijana mwingine bado hajijui. Ukimuuliza Msifuna vanga imefikia hapo ajui. Alafu ukilenga Kalonzo akiongea kwa media, Kalonzo usemanga sera. Yeye atusingi tu Ruto, anasemanga zile vitu inafanya Ruto afai kuchaguliwa tamu ya pili. Lakini Sifuna akienda kwa media anasemanga nini? Munaona mimi hapo nyuma mimi ni nani? Hapo nyuma mimi ni nani? Munaona mimi hao watu wamesa. Sasa hiyo ndio mimi niamuka asubuhi, eti mtu ameniuliza unajua mimi ni nani? Eti mnaona mimi. Sasa kidogo si atakutania nyuma kuulize unaona matako yangu iko jamani. Sasa hiyo ni sera. Afadhali to back Kalonzo. There's something umemesha na Gaucho. Before tuendelee. Umesema if hawa watu wa opposition wote wanaweza kuja pamoja na wa backup Kalonzo wa Musyoka. Na waamue sasa huyu ndio wetu. Umesema nyinyi kama Wajaluo mnaweza kuja. Tutaona aibu. Mimi nakwambia Nyanza kuna Kalonzo maleza pigwa. Mimi mwenyewe nitakuwa wa kwanza kukuwa security ya Kalonzo akikuja Nyanza. Mimi nakwambia hata leo, hata kama baada hajaingia hii mambo yote Kalonzo leo akisema anaenda kwetu Rongo Migori, nitakuwa security yake. Hata kama sitakuwa kwa hiyo mkutano, nita make sure Kalonzo ametoka safe na Medris Otutu na ameenda. Juu baba alikuwa ananiambia Kalonzo lazima tumrespect. Naweza kumbuka siku moja Kalonzo amevurugiwa pale wakitaka kupiga press conference pale Jof. Baba alinipigia saa 7. Vijana gani hao wameletea Kalonzo shida? Tafuta hao vijana. Kalonzo mfaiko. Baba alikuwa anaongeleleanga Kalonzo mzuri. Hata siku Kalonzo sister Kalonzo fulani alikufanga, Kalonzo alipigia baba simu kama tuko naye. Tulikuwa Riyadh. Akikata simu akaniambia Kalonzo ni mtu lazima tumpe respect. Hata kitu kifanyika nini, lazima tupee Kalonzo. Na kupea Kalonzo respect, hiyo ni kupea jamii ya Kamba respect. Kalonzo ana deserve respect. Na tunaambia Gachagua hata akipiga kelele aje, mtu anaelewa inchi saa hii after William Ruto ama after Kalonzo ni William Ruto. Hakuna, usidanganye. Huu mtu ni one term MP, unawekea watu masharti. Kukuwa na watu wengi imaanishi ya kwamba uko na agenda ya uongozi. Kujaza rally imaanishi unakaa kama player anajua kujaga all ball. Unajaga all ball kwa zoezi imaanishi unajua game. Kujaga all ball ni tofauti, weke ball hapa, weke huku, weke nini. Sasa wakina Gachagua ni watu wanajua kujaga all ball, but imaanishi ya kwamba anaweza cheza game kuliko Kalonzo Musyoka. What about ni kweli Raila aliwaacha kwa mikono ya Kalonzo? Alituweka kwa mkono ya Kalonzo. Alituweka kwa mkono ya Kalonzo pande ya opposition. Tulikuwa nini ya Kalonzo. Na that's why nakwambia Kalonzo akikuja leo kwetu lazima tumpe. Na kifo ya Raila Odinga, mimi nilikutana Kalonzo after Raila Odinga amezikwa leo. Kesho yake alikuwa, nikisema uongo anajua, alikuwa ule sereni. Kalonzo alikuwa amechoka deadly. Nilimpata yeye na ule lawyer wa huyu lawyer tonga Ndegwa Njiro alikuwa aliweka spokesman ya Wiper front. Na nikampata na governor wa Murang'a. Kalonzo alikuwa amechoka. Kifo ya Raila Odinga iliumiza Kalonzo na iliumiza jamii ya Kamba. So mimi nawaji watu wetu, kama wewe ni supporter wa Raila Odinga, ukuwe wewe ni Mkisii, ukuwe wewe ni Mkamba, ukuwe wewe ni Mijikenda, Kalonzo deserve is respect. Na hao watu wakicheza na baba yangu Kalonzo Musyoka, naomba jamii ya Wakamba na naomba Kalonzo Musyoka na unyenyekevu kuja. Hii story ya power ya Oburu tutamwambia baba, kaa chini, sisi wote tupige kura tukisupport William Ruto na Kalonzo Musyoka kwa heshima ya Raila Odinga, ili jamii ya Wakamba tumeandamana. Wacha ugonjwa hii ya maandamano, malalamishi, kubeba sufuria kwa kichwa, kutembea na unga na mwiko, iende pia watu wengine ambao wamekula serikali since independent
mpaka leo wanataka tu eti wasipokuwa si wao, eti yao ndo lazima na kuwekea watu masharti. Kalonzo wa Kibaki na kina Charity Ngilu wa Kibaki hawakusema eti Kibaki akuje hapa pande maembe ndio waone kama anajua kupanda maembe ndio wamsupport. Raila Odinga Kibaki hakuambia Kibaki aende Nyanza afue samaki ndio tuone kama anaweza fua samaki tumsupport. Wamalo wa kijana akisupport nani Kibaki hakuwekea Kibaki masharti ya kwamba enda ulime miwa ndio tujue kama unaweza pack sukari vizuri ndio kusupport. Lakini hao wakisupportiwa wanawekenga watu masharti, mara panda milima, vaa gumboot, shuka tuone. Unaitwa mpaka baba walikuwa wanaita mpaka kwa birthday ya mtoto mdogo. Hiyo ndio kiwango. Unajua wao watu walisawekwa ya kwamba eti bila wao Kenya iwezi enda. Eti yao ndio lazima. Hiyo kiburi. Lazima watu wote wanalipa ushuru, Wakamba wako na haki ambayo hao pia zile watu wanaongelea watu walipigania uhuru. Kama si Wakamba kutoka watu wanasema ni waoga. Mtu muoga anaweza weka bandera? Ni ngumu. Mtu muoga, na ilikuwa hiyo wakati tulikuwa watu walikuwa nauliwa wakati wa koloni. Kisui. Mtu muoga anaweka, unasema eti Wakamba ni waoga. Na huo muoga wao ndo waliweka bandera. Si ilikuwa Masuja mpaka Masai walikuwa kwa nini wakaenda wakiweka bandera? Ni Wakamba waliweka. Wakamba ndio waliweka. Na mnasema hao watu ni waoga. Mtu muoga angetoka kwa nyumba kuweka bandera. Kweli. In fact, so mimi naomba jamii Wakamba, sisi Wajaluo tunawapea respect, tumewaheshimu na mimi na waheshimu. Hata mkiona tuko na nini ya siasa, ni ile njia ya siasa, lakini tuna understand ile struggle ambayo tumepitia. Hata iko wakati tumekuja na Odinga, Kalonzo Musyoka kwa hiyo hospitali na Wamvinya kama anatibu watu wakiuliwa hapa kwa hospitali. Wamvinya akichukua bill ya wale waliuliwa hapa na wale walipigwa risasi hapa. Unaona? Wamvinya alisimama kidete. Na wacha nikuambie, kama mtu alilia unity ya Raila na Kalonzo wa join government, ilikuwa ni Wamvinya. Akiomba ya kwamba watu wameuliwa sana, please tutafute njia ya kuweka amani. Ilikuwa mpaka watu wakaanza kuchukia Wamvinya ya kwamba anafanya na William Ruto. Nikisema uongo, mama yangu Wamvinya anajua hapa tukikuja kutoa watu hapa kwa hospitali nyingine hapa, hata watu kutaka Wamvinya aongee hapa. So Wakamba walikufa kwa hii cost of living, watu walikufa. Na nashukuru dada yangu Wamvinya alisimama juu ilikuwa Wakisi walipigwa risasi, Wajaluo walipigwa risasi, Wakamba alichukua bill, wale wa mochari ali make sure amelipa, wale wa hospitali alitoa hiyo bill yote. So mimi nasema ya kwamba naomba jamii ya Kamba msome hii kitu na umbali. Nyinyi si wajinga. Wale wanafikiria kwamba nyinyi wajinga, Wakamba wajinga waliisha 2002. In fact waliisha 1999. Sasa Wakamba wako sasa ni wajanja na ni werefu. Ile sababu mnaona kwao wengine bado wanatoka hapa Mount Kenya wanafikiri Wakamba ni wajinga. Wakamba si wajinga. Mimi nakaa nao na wajua. Wakamba si wajinga na Wakamba si mafala. Siku unaonanga Wakamba ngapi wanavanga nguo iko na bunduki ama jarula ama nguo imejitiko Ken wa Mare, unaonanga Mkamba wangapi? Sasa hiyo wanapiga luku kuliko hata Wajaluo. So hata ukiangalia Wamvinya vile uvaa. Governor hata akienda kujintroduce kwamba mimi ni governor ya Machakos County. Turudi hapa. Yeah. So umesema if hao watu watanini, nyinyi kama Wajaluo mtawabaka kabisa. Yeah. Kuja Ruto ampe deputy president, sisi tutabak na tutapiga kura tukirudishia Kalonzo Musyoka heshima yake na Kamba community kusafa na sisi na kusafa na Kenyano wengine. Na huko mbele sasa 2032 tena. 2032 pia Kalonzo kama kwa hapo tunazajipanga kama tuko hapo. Yeah. Kalonzo bado tunajua amekuwa kwa hizo vitu tangia 2013. Yeah. Hizo vitu tu zote. Amekuwa. But unajua 2013 ukikompare na wakati Kalonzo alikuwa vice president na sasa vice president hata kama ni flower girl si kama ile ya kitambo. Sasa iko na power kidogo. Si kama ile ya wakati wa Kibaki. Juu alikuwa ndio new constitution ikawekwa, tukakuwa kitambo ilikuwa vice president. Sasa ilikuwa ni vice president, ilikuwa sasa ni deputy president. Mnachaguliwa pamoja. That's why unaona kitambo Moi angefukuza wewe tu na simu. Sasa huwezi fukuza mtu na simu. Lazima uende parliament, watu wa debate ndio waamue. Unaona? So mimi ningetaka juu sasa zile Kalonzo amekuwa vice president, si yeye peke yake, atapata ma-PS, atapata ministers, atapata watu kadhaa. Unaona? So hiyo ndio mimi naomba, simlazimishi kwa sababu ni baba yangu na ni mheshimu kama elder na ni mtu pia amekuwa kwa hii siasa ya nchi hii since 1983.
Kalonzo ndio the youngest, hakuna mtu ashaweka rekodi ya Kalonzo. Kalonzo ndio mtu wa kwanza kuingia parliament kama akona around 22 years. Wow. In 1983 Kalonzo alikuwa MP. In 1986 Kalonzo alikuwa assistant minister. In 1992 huko 1999 1992 Kalonzo alikuwa full minister. In 1997 Kalonzo alikuwa full minister. In 2002 Kalonzo alikuwa full minister. In 2007 Kalonzo alikuwa vice president. In 2013 ndio tumeanza kukua kwa hii mambo ya demonstration na kubeba sufuria. So ni mtu ako na experience. So si mtoto ki mambo ya government na kuelewa government na experience ya government. So hii akili yake akipata William Ruto anaweza pia mguide kumwambia nchi inapelekwa hivi, unafaa uongee na minister hii, sasa unafaa utulie. Yeah, so mimi Wakamba waangalie pia future yao kama Kamba community. Wakienda nje wakae kwa upinzani for another 10 years watakuwa wapi? Good. Hebu tukuje hapa sasa Gaucho 2032. Do you believe hii generation ya kina Ruto, Kalonzo yoyote itakuwa imeondoka, ni vijana sasa watachukua nje? Ndio nasema Kalonzo akikuwa sahi na Ruto anaweza ingiana na system ya wale generation ambayo itakuwa 2032, kwa sababu ako ndani, atachora kama ako ndani, atakuwa na ofisi yake, anaweza aite mkutano kwa ofisi yake na aanze kujipanga kama ako ndani kuliko ujipake kama uko nje. Unajua sasa zile uko ndani uko na resources. Unaona pia watu wako wengine umeweka kwa kazi, wewe uko kwa kazi mahali, akikwambia kesho niko na mkutano na jamii ya Wajaluo, leta 2,000,000, wengine leta 1,000,000, Wamvinya leta 5,000,000 na niko na mkutano. Unaona, lakini kama uko nje, hii pesa utatoa wapi kujipanga? Inamaanisha ule mtu atakuwa kwa system, na wale vijana watakuwa kwa system, wakina Osoro wakina nani watakuwa na nafasi ya kukubit na watakudharau kwa sababu first hauna resources. Unaona? Yes, uko na experience lakini hauna resources. Hawatakusikiza. Lakini wakati uko ndani itakuwa rahisi kufikia ile generation na watakuelewa, kwa sababu wale wanamaliza form 4 wanaona Kalonzo kama deputy president. Lakini akikosa nikue bado si yeye opposition leader. Ikue ya kwamba ameenda kwa election na Gachagua atoe mtu na yeye pia ameenda, alafu atoke number 3. Si ule mtu amekuwa number 2 ndio atakuwa opposition. Sasa nani atadiscussiwa sana? Opposition na mtu ako president na deputy president. So unaona hapo story yake itakuwa Joanna, unajua kama opposition umechukua guarantee kwa any opposition iko fund ambao unafanya nini? Unapata. Unaona gari ya government, unapata na ambassadors wengine wanaweza chukua kitu. Sasa wewe ni number 3. So ndio nasema ya kwamba Kalonzo akijipanga kama kondani ako na chances za kumanage 2032. Okay. Yeah. Ako na manage, ako sawa kumanage 2032. Lakini akikuwa nje itakuwa ngumu. Kwa sababu tena sasa iko vijana wataingia MPMCs. So hata Raila akinotice aliona miaka imeenda. Aliona Raila Odinga aliona miaka imeenda. Na nikiwacha hao watu wangu India government, wao watu watapigwa sana. So wacha ni wawache hapa. The same na baba yangu Kalonzo Musyoka. Hata yeye pia age imeenda. Sisi Wajaluo wengi wajamini Raila Odinga yuko. Hawajamini Raila Odinga alikufa. In fact wataamini siku ya kura. Wakienda kupiga kura pale, hakuna Raila. Wanaona hakuna Raila na hakuna deputy wake Kalonzo. Ndio watajua Raila Odinga amefanya nini? Ametoa. So Kalonzo pia hiyo kitu lazima angalie. Kuna wale watatafuta Raila pale kwa hapo. Iko wale, wacha nikwambie, iko bado wataweka picha yake kwa poster. Iko wale wataweka bado kwa picha yake. Ukitaka kujua bado spirit ya Raila Odinga iko, angalia hata wakina Sifuna wote wakikampeni. Sasa ile unaona mood si mzuri, wanaweka Raila Kanyochionge, Raila baba kamu. Kwa nini wanawekanga Raila Jiduari? Kwa nini wanawekanga? Juu hiyo ndio inasimua hiyo ni nia Raila. Unaona? Si hata wakinoburu wako kwa pao. Kwa nini hujatolewa? Wana muziki wa Wajaluo wanatoa ngoma kila siku. Kwa nini hujatolewa Oburu Kanyochionge, Oburu kamu ama Wanga kamu ama nani? Kwa nini natumia watu bado Raila? Watu wetu bado wako na hiyo nini? Na ita take long kutoka. Na ita take long. That's why Kalonzo hakuna mali popote asawa hiyo ongelea Raila Odinga vibaya. Either kama kwa hai tangu washikane hata akikufa. Na that's why unaona Kalonzo anafanya campaign. Lazima pia jamii ya Kamba waelewe Kalonzo. Kalonzo hajaamini hata yeye mwenyewe Raila hayuko. Ule hakukuwa politician tu.
ule alikuwa ndugu, ilifika mahali ikashinda mambo ya siasa, ikakuwa mambo ya undugu kabisa. Na mama aliniambia, Mama Ida, iko siku aliniambia kama tuko na Winnie na kina Junior, akasema eti Kalonzo aliniomba ya kwamba Gaucho please ongelea watu wa bunge wawache kuingililia Kalonzo Musyoka. Yeah. Na ulifanya hivyo? Na nilijaribu kufanya hivyo, na unajua sasa wengine wanapata pesa mali tofauti. So huwezi control mtu, ulimlipi rent, lakini alikataa, akasema Kalonzo huyo baba alikuwa nini yake. Ilifika mali si mambo na siasa, ilikuwa mambo na undugu na urafiki, ambayo pia jamii ya Wakamba lazima waelewe ya kwamba wengine wanaweza fikiria Kalonzo amechanganyikiwa, lakini Kalonzo ajamini ya kwamba ndugu yake Raila Odinga hayuko, ako Bondo, amuoni. Raila Odinga amebakisha tu miezi mbili afanyiwe makumbusho. So hiyo kitu pia ina affect Kalonzo Musyoka. Unaona? Hii kitu inafanyika, ili affect Brazil kwa juzi tu juu ya Neymar, ili affect Brazil 1998 juu ya Ronaldo mkubwa Nazario, wakati ilisemekana kwa Ronaldo hizi cheza World Cup juu amepata injury, ili affect wa players wengi. So wewe unatarajia aje Kalonzo, mtu alikuwa striker wao na game iko mbele, na yeye ndiye alikuwa anacheza mid ya hiyo na hiyo striker combination yao, alafu mmoja yuko. By the way, saizi venye Raila before akufe alikuwa ameingia kwa serikali. Yeah. Do you believe 2027 Raila angekuja kuitisha na angeungana na Kalonzo tena? Kalonzo na Raila walikuwa wanaenda kufanya kazi pamoja. Hiyo nataka nikwambie for sure. For real? Kalonzo na Raila? Chances zilikuwa juu. Walikuwa wanaenda kufanya kazi pamoja tena. Vile naona. Raila na baba na Kalonzo wangefanya kazi pamoja. Raila angekubali kubetray Kalonzo. Good. Yeah. Hiyo najua na najua kabisa, na najua ndani ya mali baba ako kwa grave yake. Na vile kuhusu vitu alikuwa ananiambia kuhusu Kalonzo, siwezi tamani jamii ya Kamba ile eti sasa tunataka kuwekwa bad blood between Luo na Kamba, eti tunatusiana, tunachukiana ya kwamba sisi tuko kwa serikali. Mtu elewe. Mtu alikuwa shield yetu, mtu alikuwa na to defend, ilikuwa ni Raila. So sasa hivi Wajaluo kikuwa kwa upinzani, tunaweza kufa wangapi? Nani anaweza to defend? Nani anasimama mbele ya risasi kama si Raila Odinga? Hayuko. Lazima mtu elewe, that's why tuko kwa serikali. Okay. Na mimi pia ningeomba juu tumesafa na nyinyi 15 years, release Kalonzo Musyoka. Watu wakimfanyia madharau, nyinyi pia muingie kwa serikali ili mupate matunda ya usuru ambayo mnalipa. Okay. Wiper Party iliundwa ijoin power, ametengeneze power. Ikuundwa ya maandamano peke yake. The same na ODM. Tusisahau hiyo. Iliundwa ili tutafute nao serikali. Iko watu sahihi ambayo wanataka Kalonzo akikuwa nje au ni governor. Kalonzo akikuwa nje yeye ni senator. Kalonzo akikuwa nje yeye ni MP. Kalonzo akikuwa nje yeye ni women rep. Kalonzo ndiye anamangamanga nje. Unaona? Sasa zingine ategemea pesa ya ule ndugu baba kijana yake ambaye amepeleka Yala, pesa ya Yala ambayo inakaa, inangoja. Ndio zingine mbaye sikani na wife yake. Unaona? Kalonzo pia ni binadamu na ako na familia yake. Na yeye pia anafaa nini? Wale wanasukuma the same people ambao walikuwa wanasukuma Kalonzo hapa, ndio walikuwa wameweka baba na demonstration, na sasa wao ni MPs. Wengine ni senators, wengine ni governor. Sasa hii nawaambia vile baba alikufa, ma MPs wengi wakanyagi kwa baba. Kwa nini? Hawaendi. Wanaenda kuchukua nini, na mtu alikuwa na wanachukua kitu kwake hayuko. The same, si ajabu hata Kalonzo pia kama kesho akikosa, hakuna mtu ana respect hata wengine watoto wake. So naambia baba yangu Kalonzo Musyoka, please ingia kwa serikali, na pia we kama uko na kijana aanze kutafuta viti sahihi. Wakamba wakubali mtoto wake pia ingie kwa siasa. Juu amesacrifice juu ya jamii ya Kamba kuliko maisha yake kama Kalonzo. So nyinyi pia lazima mjue kama kiongozi mmepata ambayo amesacrifice juu ya Kamba na stand ya Kamba kama Kalonzo Musyoka, ana deserve respect, na watoto wake pia wana deserve wapewe respect na wapate kitu. Okay. Kama bado Kalonzo ako hai. Okay. Yeah. Thank you Gaucho. Asante sana, na nitakutafuta tena na tena. Asante sana. Leo kwa Wakamba nayo umeongea. Mimi niko salama na nashukuru jamii ya Kamba. Yes. Msinichukue vibaya ama msione kama mimi ni agent ya government, lakini mimi hakuna mali nilikuwa napendwa kama Machakos, Kitui na Makueni wakati nilikuwa nakuja wa demonstration ya cost of living. Nimesafa na Kalonzo
Kalonzo alikuwa ananipigia simu organize hivi fanye. Mimi nilikuwa nachukua instruction kwa maandamano kwa watu wawili, Raila Odinga Kalonzo. na Kalonzo Musyoka. Raila Odinga Kalonzo. na Kalonzo Musyoka. Na feel chungu sahi ya kwamba simuoni, na feel chungu sahi ya kwamba sisi kuja Machakos na relax jia hii story ya one term na two term na nini term. So mimi naomba, najua God willing Mungu ataingia kwa baba yangu Kalonzo na Kamba community, waanze kuona mbele beyond one term, zero term na must go. Yeah. Thank you so much, Gaucho. Asanteni sana. Thank you our people for watching this video. Yeah. Make sure you subscribe na follow. Till next time, for now, it's a bye bye. Asanteni sana.